Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Ashukuriwe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambaye ni yeye Mwenyezi Mungu ndiye amestahili kupewa hizo shukurani, kwa sababu ni yeye ndiye mwanzo na yeye ndiye mwisho na yeye ndiye muumbaji wa vitu vyote ambavyo viko hapo duniani. Na ndio maana sifa zote na shukurani ni zake tunamrudishia yeye peke Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hivyo nimemtakia mtume wetu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam rehma na kumsalia mtume, kwa sababu ni yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye amesema ambaye atakaye mtaja ama kumsalia mtume kwa mara moja, mimi nampa faida 10, yani nampa sawabu mara 10. Ukumtakia mtume, ukimsalia mtume mara 2, mtume anakupa sawabu mara 20, mpaka vile uwezo wako utaweza kuendelea kadiri ya hesabu ngapi ambayo ulimtakia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio kama na leo watu wanakuja, mtu akimsalia mtume anakuambia bid'a. Unajua maana ya bid'a wewe? Kuna siku tutakuja kuzungumza maana ya bid'a. Nini bid'a? Mwenyezi Mungu akukomea hapo, akawaambia wa malaika yusalluna ala nabii. Na nini wa malaika? Mumsalie mtume, mumtakie mtume rehma, mtume wangu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu anawaambia wa malaika wamtakie mtume rehma. Wewe binadamu wa kawaida umesema hauwezi kumtakia mtume rehma wala hauwezi kumsalia mtume. Unakamata kama ni kitu cha kawaida. Kumsalia mtume sio kitu cha kawaida. Sio kama kitu tu unaona nikikifanya sawa ama nikikiacha sawa, hapana. Kumsalia mtume ni amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu hakukomea hapo, amesema ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Na nini ambaye mlivyoamini mumtakie mtume wangu rehma na mumsalie mtume wangu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hiyo sio mtume amesema, wala sio sheikh fulani anasema, wala sio mtu wa madhehebu fulani amesema. Ni Mwenyezi Mungu yeye peke ndiye ameturuhusu sisi kuanzia kwanza kwake yeye peke. Akasema na malaika wake, na akasema ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Unaona ni jambo la kawaida? Sio la kawaida. Kitu kenya ambao ukiacha hakifurahishi Mwenyezi Mungu na ukikifanya unapata sawabu, sio jambo la kawaida. Ndugu yangu, hiyo ilikuwa ni shukrani tu, sio mada ambayo tunataka kuzungumza kwa siku za leo kwenye redio yetu hii ya Kiislamu. Ni mada unaweza ukafanya nini utaratibu ambaye imechunga ndoa, dawa ya ndoa nini, utaratibu wa ndoa nini. Tazungumzia kiasi ambaye Mwenyezi Mungu ataniwezesha na muda ambaye Mwenyezi Mungu ataniwezesha. Nini tiba ya ndoa, nini naweza kukuchungia ndoa yako. Nisikilize vizuri. Nini inachunga ndoa na nini inaharibu ndoa yako. Wewe ambaye uko kwenye ndoa na wewe ambaye uko nataka kwenda kwenye ndoa, nifuate vizuri. Kuna haki ya mke na kuna haki ya mme. Nini haki ya mke? Kumtendea mme wake. Na nini haki ya mme? Kumtendea mke wake. Tunaanzia kwa haki ya mme
kumtendea mke wake. Mwanamke ana mahaki nyingi ya kumtendea, lakini mimi kwa leo, kwa muda wangu mchache, nitazungumza tu haki 4 wala 5 ya mwanaume kumtendea mke wake. Haki ya kwanza ambaye mwanaume anaweza kumtendea mke wake wakati ambaye anaishi naye, kwanza huyo mwanamke ni kumweka kwenye malezi ya dini. Kumfunza mwanamke malezi ya dini, kumfunza mwanamke malezi ya kidini. Huyo mwanamke ni Muislamu, unamkamata ni Muislamu, unamuonesha kwanza malezi ya dini, unamfunza, yaani unamlea mwanamke kidini. Kwa sababu ukimlea mwanamke kidini, mambo yote itakwenda na kwenda sawa sawa. Kila kitu kuko introduction, development na conclusion. Introduction ya ndoa. Wakati unaoa wewe mwanamke, mawazo yako kwanza umlee kidini. Ndio maana mtume wetu ametufunza kusema tumuombe mwanamke atupatishie, tumuombe Mwenyezi Mungu atupatishie wanawake wema. Mke mwema anatoka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Munielewe vizuri. Kumulea mwanamke kwanza malezi ya kidini. Utakuta mtu anaishi na mke, hajue mwanamke anaswali, hamuulize mwanamke usha swali, hamuulize mwanamke leo ulienda msikitini, hamuulize na wanawatani mwanamke leo ni mema ngapi uliyafanya. Mwanaume umekosa wakati. Ukisha kosa ile wakati, na njoo mwanzo ya wewe kuharibu. Ukipata hiyo muda, na njoo mwanzo ya wewe kutengeneza. Kumulea mwanamke kimalezi ya dini. Nisikilize kwa masikio ya kushika. Na mkitekeleza hii mambo ambayo nimezungumza hapa, tutakuwa tunaweza. Kwa sababu ni Mwenyezi Mungu ndiye alimfunza mtume wetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam mambo kama haya, na sisi tukayatekeleza, mwisho wetu ni kufaulu. Wallahi wa billahi wa ta'ala. Mlee mwanamke malezi ya kidini. Ndugu yangu, haujua mwanamke ameswali, haujua mwanamke amemtaja Mungu mara ngapi, haujua mwanamke alifanya mema ngapi, haujua mwanamke alifanya mazuri ngapi ambaye inahusu, ambaye inaweza kumfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaishi na mwanamke tu, amekuletea umekula, huulize hata kama ilitoka wapi. Tunakwenda huko, tutafika. Jambo la pili ambaye mtu unaweza ukamfanyia mke wako ni kumlisha mke wako kwa kiasi ya nguvu ambaye Mwenyezi Mungu alikupatia. Siende kuiba. Asaje mwanamke wako amependa kula vizuri na wewe haukupata ile chakula nzuri, umefanya mabaya, umefanya mambo ambayo itamkasirikisha Mwenyezi Mungu kwa sababu tu ya kufurahisha mke wako wale vizuri. Maana atakula na vitatoka, na wewe unabakia tu, Mwenyezi Mungu anakuandikia hiyo madhambi hapo. Na yeye anakula na vimetoka, na wewe Mwenyezi Mungu amekuandikia ile madhambi. Umpe mwanamke chakula ya kiasi ambaye Mungu alikupa. Usitafute kumuridhisha mwanamke kisha ukuje umkasirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpe mwanamke chakula ambaye Mwenyezi Mungu alikurizia kuikupa. Hiyo ndiyo riziki yako. Leo unaweza kupata mingi na kesho unapata kidogo. Kumomba Mwenyezi Mungu atupatishie wanawake ambao watakuwa natosheka kwa hiyo kidogo ambaye Mwenyezi Mungu anatukadirishia. Allahumma amin. Ni haki kumulisha mke wako. Kama una pesa, mlishe mke wako vizuri. Hiyo ni mali ya mwanadamu. Iko baadhi ya mali ya mwanadamu hata duniani. Mali ya mwanadamu ya kwanza ni kula, ya pili ni kuvaa, na ya tatu ni yale ambayo umesaidia watu wengine. Hiyo ndio wanaita sadaqatul jariya. Kula iko ndani, umlishe mke. Kama ni kama una pesa, una maisha nzuri, mlishe mke wako vizuri. Usikuwa una pesa lakini mke wako amekula vibaya kwa kutafuta sifa za dunia, wa malaya unawalisha vizuri. Wake wako wanakula manjekele, matembela,
wanakula chakula ambaye haina vitamini hata kidogo, lakini ukifika kwa malaya unaonesha masifa kwa ajili ya kupenda dunia. Unalisha malaya vizuri, unamuzia kuku vya kuchoma, vitu vingi, lakini hiyo sifa yote pahali uifanye kwa mke wako, lakini unaifanya nje kwa malaya. Mwenyezi Mungu atakuadhibu. Mwenyezi Mungu atakutupa ndani ya moto wake kwa kumfanyia mke wako hivyo, ambaye mwenyewe ulisema umemtaka na unakubali kuishi naye, lakini nyuma anakuwa vibaya. Hampe chakula nzuri ya kula, afya inapotea yote kwa sababu ya kukosa riziki nzuri. Afya yote ya mwanamke inakuwa inapotea, mwanamke anakuwa nakauka. Na Mwenyezi Mungu alikupa mali, na Mwenyezi Mungu anakupa riziki usiku kama mchana. Mwenyezi Mungu anakupa nguvu usiku kama mchana, lakini unamdhulumu. Ile nguvu yako ina wenyewe wana haki ya kuitimia, lakini unadhulumu wenye haki, unaenda kutimizia wenye hawana, sio wenye haki. Na ndio hivyo Mwenyezi Mungu atakuadhibu kwa sababu ulienda kwa njia ambaye sio utaratibu wake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni jambo nazungumzia la pili. Tunaenda kujambo la tatu. Umuvike mke wako kadiri ya nguvu ambaye Mwenyezi Mungu alikupa, umuvike. Kuuzia mke wako nguo nzuri, nguo ya samani, nguo ya bei, vitu vya samani vinamfurahisha Mwenyezi Mungu na mtume wake Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kawaida, ni haki zao. Ni haki zao. Utakuta mtu kuna pesa, lakini mke wako, angalia vitu ambaye mke wako yuko navaa. Ndugu yangu, uko na pesa, mke wako yuko navaa manguo akapita huko haina hali, hatujui kama ni nguo gani, lakini kwa watu wa nje, kwa malaya, unawauzia manguo mazuri wanapendeza. Unashinda kupendezesha mke wako, ila unapendezesha wanawake ambao uko naenda kuwatamania nje. Ndugu yangu, maisha kwako mnyumba hayaongoki. Kama ungaliko na hiyo mila, Mwenyezi Mungu hawezi akakuongozea maisha. Na akikuongozea hiyo maisha na uko na hiyo tabia, ujue hiyo maisha itaenda kukuchugua ndani ya moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaweza kufurahi maana nafanyaka hivi ila tu niko napata, kuna mwisho. Ukiona mwanzo, jua na mwisho unakuja. Tuko pamoja? Ukiona mwanzo, jua na mwisho inakuja. Umuvike mke wako, mzima nguo mazuri, mpambe mke wako. Mwanamke ni kama maua. Maua ukiipanda, kama hauiarozee, kama hauimwangie hiyo maua yako maji, hiyo maua itafifia. Na ikafifia inakuwa haipendeze, na ikikosa kupendeza inakuwa haina thamani yoyote, unaweza ukaitoa na uitupe. Ni kama mwanamke, unaweza kukamata ni mwanamke, haumuvalishe mzuri, haumpendezeshe, hamzie ni mafuta mzuri ya kutelezesha ni ngozi yake, mwanamke atachakala. Mwanamke akishachakala, mwanamke atakuwa vibaya. Mwanamke akikuwa hapo ni vibaya, na atakuwa hapendeze. Na wakati atakuwa hapendeze, unaona nje ni vya kupendeza, unasahau kama ule ambaye unampenda nje anapendeza, kuko mwenyewe kwanza ulimkuta mwenyewe alikuwa anampendezesha. Na wewe ukipendezesha wako, atakuwa mzuri hata kushindia huyo ambaye uko naenda kumpendezesha nje. Unatamani nje kwa kushinda kupendezesha mke wako? Hiyo Mwenyezi Mungu atatuuliza, na inakuwa inaharibu mandoa zetu. Tukumbuke wake zetu, tuwavishe, tuwauzie manguo ya samani kufuatana hata na kiasi. Na kama hauna hivyo pikanisha ile kidogo utapata, mvalishe mke wako. Na wazee wetu wa zamani walikuwa nasema ni heri mke wangu avae hata kama mimi sikuvaa. Kwa sababu mwanamke kukosa kupendeza ni aibu ya jamii. Ila mwanaume watasema ni kawaida. Unaweza kuwa wewe mwanaume unapendezaka ila mke wako apendeza, hauna sifa yoyote. Lakini mke wako akipendeza,
hata kama wewe mwanaume haupendezi, ni sifa nzuri tu. Watasema ona kisi mke wake anavala. Hakuna hata mtu atahangaika kujua kama wewe hauvai wala haufanye kitu, wala wewe haupendezi. Wewe mwanaume usikose kupendeza, lakini mpendezeshe mke wako. Nimechanga nini naharibu na nini natengeneza. Ukifanya hivi unatengeneza ni ndoa yako, na ukifanya hivi unaharibu amo ndoa yako. Tajari unakuwa unaharibu. Na jambo la kufata, mwanamke sio punda. Kuna watu ambao wanajua kupiga wanawake hapa mdunia ya Mwenyezi Mungu. Mwanamke sio punda. Mwanamke ni mtu wa kumlea. Mwanamke ni mtu wa kumsikilia huruma. Hapana saa yote wewe ni on back, wewe ni komando, wewe ni taichi. Si uende ufanye ni mazoezi kule, utafute watu utakuwa unapigana nao. Wewe ulienda kufanya hata ni formation yako ya kupigana ni kwa mke wako. Uende uchie kifua kwa wanaume wenzako, uende kwa mazoezi. Nguvu huko nayo unaonesha tu kwa mwanamke. Unapika mwanamke usiku, unapika mwanamke mchana. Ni jambo la kufata. Mheshimu mke wako, usimpige mwanamke apigwe. Mtume anatufunza ukitaka kupiga mwanamke, beba kitambaa. Kitambaa tena kiepesi ndiyo umpike mwanamke. Kitambaa kinauma. Kitambaa kiepesi upike mtu kinauma. Hiyo mara moja ni hikma ambayo alikuwa nayo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mafunzo ambayo alipata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kitambaa, pike mtu kitambaa kinauma. Akiume. Hiyo ni kukwambia mwanamke sio mtu wa kupigwa. Mwanamke ni mtu wa kumuelewesha, wa kumuelimisha, wa kumsikilizisha. Sio mnyama. Unajua kupika ngumi ni kwa mwanamke tu. Wewe uko boxer. Sio ndo upigane na wenzako. Tabia chafu. Nini ambaye mnakuwa mnapiga wanawake, kuwapiga mwanamke kabisa unampiga. Mangumi. Mwanamke ataamka hivi sura unamharibu sura. Wallahi. Wewe sio mwanaume. Na unaharibu ndoa yako na unamkasirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tajari mara moja kwa moja. Hiyo utakuwa unamkasirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapika mwanamke kama nyama, usiku kama mchana. Watoto wanakuwa nasema leo hutaingia kama papa na mama bayapikana. Banajua papa ni boxer. Sasa upate bala na bahati mbaya upate mrevi. Akishalewa alikunywa mwenyewe. Alilewa mwenyewe. My comprehension zote zinarudia kwake kunyumba. Na nguvu zake zinarudia hapa kunyumba. Mwenyezi Mungu atuepushe na urevi. Na mtu wote ambaye anapenda kuwa responsible, ukisha kuwa unakunya pombe, uyue kama uko naharibisha responsibility yako. Pombe inatoshaka mawazo. Nani mwale kuambia kama pombe inatoshaka mawazo? Pombe itatoa mawazo. Pombe itakutoa wewe mawazo gani? Itakutoa. Pombe inakuja na kuvuruga kichwa, kisha kuvuruga na unakuja kuvuruga wengine. Wenyewe hawakunywa na wewe pombe, unajikunywa mwenyewe, unakuja unavuruga wengine. Tulikunywa na wewe. Mke wako kanywa na wewe. Mwana kwambia pombe inatoa mawazo ni nani? Kitu chote ambaye Mwenyezi Mungu anakipika ni marufuku, ni maana ni kitu kibaya. Tukunye kidogo, tusilewe. Mwanzo wa kulewa unaoza ni aje? Si ni kidogo. Wewe anza na kidogo. Mwisho tu inshallah utalewa. Na ukalewa unaharibu ndoa yako na unaharibu ni maisha yako mwenyewe. Usipige mwanamke. Mwanamke ni mtu wa kumshauri. Ukimshindwa umpaishie watu wengine wazazi wamshauri. Na kama unaona haeleweki umpe talaka yake aende. Usifanye makosa ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa sababu tu mwanamke haeleweki. Uislamu unatufunza kila kitu na tabaka yake. Na kila kitu na msho yake. Uislamu umetufunza. Umeyafanya. Hivyo ni kusema
Hapana. Na sio Uislamu, hata kwa madini zingine kuwa bosere wanawake zao. Sizungumzi tu Uislamu mimi, nazungumzia watu wote wananisikia, wananielewa. Ukitaka utengeneze ndoa yako ufanye nini, na ukitaka uharibu ndoa inakuomba ufanye nini? Epukana na hii mambo ambayo nakwambia itaharibu, epukana nayo. Na mambo ambayo itatengeneza, endelea nayo. Ndugu zangu, mwanamke sio mtu wa kupikwa, hiyo ni haki ambayo mwanaume unaweza kutendea mke wako. Mwanamke sio mnyama, sio punda kumpika pika saa yote. Hiyo ni kitu ambacho kinamshirikisha Mwenyezi Mungu. Na hiyo kitu unaweza ukakuwa ukaadhibiwa ndani ya moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu hataki hicho, inamshirikisha Mwenyezi Mungu. Na sio Mwenyezi Mungu tu, inashirikisha na watu. Huyu ni mtu wa kupiga pika tu mwanamke. Kama mimi na wewe tuko na hiyo mila, Mwenyezi Mungu atujalie tuyaache. Kwa sababu linamshirikisha Mwenyezi Mungu na linakuacha unakuwa wanakuambia ni irresponsible. Hata kama mwanamke alikuwa na kosa, malipo sio kumharibisha, sio kumpiga. Na kama unapenda, enda msheria, beba kakitambaa kepesi ndio mpige. Itakuletea hasira, jo hapata uma. Kitambaa upige mtu, shatakucheka. Kwa wanawake wale. Yaani inaonyesha kama sio wa kupigwa, wana utaratibu ambao unaweza wakawakamatia na wanasikia. Na kama asikie umpe talaka yake, umpe divorce yake ajendee. Usifanye makosa. Tunapita mjambo la kufata. Mwanamke, wewe mwanaume, mwanamke sio mtu wa kumtusi. Maneno machafu, maneno mabovu. Mwanaume umeitoa kwa mwanamke ambaye ulimuoa, ambaye ulimpenda, ambaye ulimpa mahali yake, ila wewe mwanaume mme umetosha maneno machafu kinyonyi. Mwanamke domo, mwanaume anakuambia mimi nayo kupeta mwanamke, nayo kuchamba mwanamke. Mimi nikichamba mwanamke hapa, unawaza tekala nikimchamba mimi analiaka ndio na machozi. Unawaza ni sifa nzuri? Wewe mwanaume tu unakuwa kusema unayoa kuchamba. Wewe kutafuta maisha. Kwa nini huwezi kujisifia kujua kutafuta maisha? Kwa nini hauwezi kujisifia kusema sasa mimi naswali usiku kama mchana? Kwa nini hauwezi kujisifia sasa mimi najua kufanya, mimi nafanyaka mema? Ila unajisifia najua kuchamba. Nikipeta mwanamke hapa, nikimchamba wewe mwanamke, ni machozi tu analia. Mpaka yeye peke anasema ni heri ungenipika hata ungenichamba. Unawaza ni sifa nzuri? Kwanza inapoteza heshima zako kwa watu. Hivi namkasirikisha Mwenyezi Mungu na inaharibu ndoa yako. Kwa sababu neno inaweza kaingia, mtu anaweza kukusamea, lakini sio kusema kama inatoka kwa akili yake, kwa sababu ni kitu ambacho kishaingia na ushakifanya, ila anaweza kukusamea. Kwa hiyo kufuta hiyo mambo ambaye iko ni kichwani mwake ni mema na mazuri na mabadiliko yako yeye mwanaume ambaye utabadilika kwa huyo mwanamke. Hiyo kubadilika kwako na ndio itaacha ni mwanamke ameenda iko na sahau. Na siku utafanya tu mabaya, maneno yote yanabaki yaka ni hapa kichwani hapa. Atakumbuka yote mabaya ambayo ushakamfanya. Hiyo matusi yote ataikumbuka. Na kwa ni sawa vile revelation. Tuko pamoja. Hiyo ni shauri langu la ndoa. Kwa wenyewe wanataka ndoa yao idumu, wanisikilize vizuri kwa masikio ya kushika. Hapana kwa masikio ya kusikia, ila kwa masikio ya kushikia. Kwa sababu kuna utofauti wa kusikia na kushikia. Ila kusikia ni vitu vinaweza vikaingia kwa hiyo sikio ya kuume, imetoka kwenye sikio ya kushoto. Ila kushika inaweza ikaingia kwenye sikio ya kuume na sikio ya kushoto imefunga. Kisha imekosa njia, imebaki ndani ya kichwa na imefanyiwa kazi. Tofauti wa sikio la kusikia na sikio la kushikia. Hiyo ni mafafanuzi yaliyofafanukiwa na wafafanuzi waliofafanuliwa. Unishikie, usinisikie. Unishikie ila usinisikie. Yaani unishikie maneno ambayo nimetoa kinyoni mwangu, ila usinisikie tu kwa mambo ya kusikia na inapita.
Unatukana mwanamke, maana yake mwanaume amepara na mwanamke amfiki. Haramu we mshenzi, mavi yako. Mwingine anatukana na wazazi, mavi ya mama yako, vitusi vibaya kumtolea mke wako. Umejilaania mwenyewe, umelaania familia yako. Vile vitusi unatukana mke wako na watoto yuko nasikia, na wao wataanza kutukanana, unaharibu familia yako mwenyewe. Angalia vitusi vya kutusi mke wako. Mwanamke sio kutusiwa. Hakuna kitusi kile utatusi yani mwanamke. Kitusi kizuri akose nikakutusi ama hata mwanamke, mke wangu umevaa vizuri. Mke wangu leo umenipendezea. Mke wangu wewe ni mswafi. Njoo vitusi vya kutusi wanawake vile. Njoo vitusi. Hapana, sio wewe. Vitusi vichafu. Unatoa maneno machafu kinywani. Kitu kikatoka, kimetoka, uwezo ukakibeba tena ukakirudisha. Kisha toka na watu washasikia. Na njoo qualification yako. C'est votre qualification. Wewe mwenyewe umejitia. Ndoa inabaki haina amani usiku kama mchana. Ya kuepuka tuepuke, na ya kufanya tuyafanye. Usimtusi mwanamke, umsifu mke wako, umpende mke wako. Usimtusi. Mwanaume ajitapia yake domo. Mwanaume ni wa maaction. Action zenyewe zinatengeneza na action zenyewe zinajenga. Jambo la kufuata ambaye mwanaume anaweza kafanyia mwanamke, mke wake. Usimwami mke wako chumbani. Kwa wanawake hapa washarati wa nguvu sana. Anaona anaenda nje, amechoka. Amesema wache sasa nianze na kuhama. Unaacha mke wako analala kitandani amengoroma. Na wewe uko nalala na malaya na mwanamke mwingine kwa hoteli. Manyumba ndogo tunajua hapa watu yuko na manyumba ndogo. Hata mashehe, mapasteri, mapadi. Watu yuko na manyumba ndogo, wanadanganya yuko na unakazania uko na mwanamke mmoja unajenga manyumba ndogo ziko tele nje. Kazi yangu ni kuzungumza kweli. Manyumba ndogo. Uko na mke wako unalipiaka mwingine nyumba nje, unamfanyia gharama na mke wako hajue. Utaadhibiwa, utapata adhabu ya Mungu. Kwa sababu unadhulumu haki ya mwingine. Umeenda umelala nje. Usimuame mke wako chumbani. Hiyo inakuwa désordre, enyeko d'exagérer. Pale unaexagere paka unaacha nyumba yako umeenda kulala nje na mwanamke mwingine. Hiyo sio tena ndoa. Sio ndoa. Mara moja hiyo sio ndoa, unavunja ndoa yako. Unaima ndoa yako amani hata kama huyu mke wako hakujua. Mwenyezi Mungu kuna kitu anaweka hapa ndani ya hiyo ndoa na ndani ya hiyo ni familia yako. Unaweza kafichika mke wako, lakini unaweza unamfichika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haumfichike Mungu baba yangu. Haumfichike Mungu mama yangu. Unafichika na mama yake ndio mke wako. Na mwisho wa siri ni kutoka nje, na ikitoka nje unaaibika. Na ukishaaibika hauna kwa kukimbilia. Usiache mke wako nyumbani. Usiache mke wako usiku. Uende ulale nje. Umetoka unaenda nje kufanya nini? Wengine wanasema wengine wanaweza kusema waende nje wanafanya dhambi juu kwa sababu wana mke moja. Sisi Waislamu wanaturuhusia oa wa kwanza. Kama unamuweza unamuacha, unamuongezea wa pili akishindikana unampa unamtia unaweka watatu akishindikana unaweka wa 4 mpaka 4 tu hutoshekesha. Wewe kiboko bwana, wewe mwamba. Huwezi ukashinda kutosheka paka kwa mwanamke wa 4. Maana wewe ni mwamba. Ukienda nje hapo wewe ujue tu fasi yako. Hakuna kitu kiko nje isipokuwa tu umaskini na magonjwa. Ndio imejaa nje.
Avantire ya nje ina vitu viwili, umaskini na magonjwa, ndio vinabebana, vinaendanaka vyote. Hata ukuwe na kiasi cha mali yayo, kikuwa tu kunafatana tu. Sasa wewe uko na avantire, uko na saliti mke wako, unamuacha unaenda kulala nje, unamuama chumbani, umeenda kulala nje, vitu viwili vinakukaribia. Kama sio umaskini, ni magonjwa yanakukaribia. Mwenyezi Mungu atuepushe nayo. Mwenyezi Mungu atuepushe nayo. Namalizia haki ya mwanaume kutendea mke wake. Nimeenda ujambo la kufata nini ambaye mwanamke na wewe unaweza kutendea mume wako. Mwanamke, jambo la kwanza unaweza ukatendea mume wako ni kumtii. Mwanaume, naomba kwanza umtii, kwa sababu yeye ndiye kichwa ya nyumba na yeye ndiye msimamizi wako. Mwanamke, ukikosa kutii mwanaume, mara moja kwa moja unaanza kuharibu akili ya mwanaume, kwa sababu haumtii. Wengine wakamtii nje, wewe unani? Una kitu. Wewe mwenye kitu umeshindwa kitii. Yaani wayai wa mwizi ambaye uko nje wanamtii. Na mwanaume kama ni bumbafu, amekwaduka, ameenda. Tajari, ameenda. Umtii mume wako. Umtii mume wako. Tembelea kwa yale ambaye mume wako amekwambia, kwa sababu pepo yako wewe ukishaolewa iko chini ya kikanyako cha mume wako. Na mwanaume usisahau kama yote utaambia mwanamke afanye, siku ya mwisho ni wewe ndiye Mwenyezi Mungu atakuuliza, kwa sababu ni wewe ndiye ulikuwa msimamizi wake, ni wewe ndiye ulikuwa mwalimu wake, ni wewe ndiye ulikuwa mlinzi wa huyo mwanamke. Tuko pamoja? Mwanamke, umtii mume wako. Ya sheria umtii, na isiyo kuwa ya sheria umuikalishe, umuelekeze, umuongoze. Hii siyo ya sheria, Mwenyezi Mungu hayataki. Na kama ni mwanaume mcha Mungu, kuna imani, atakusikia. Jambo la kufata, mwanamke, utakuta wanawake wa siku za leo, mwanamke ni mkosa adabu moya, manake hauwezi ukampata kama ni mkosa adabu wa aina gani. Mwanamke hana heshima kwa mume wake. Bwana, angaliko naongea neno moya ushapara. Bwana uko musaa ama nonanef. Bwana uko mmoja, uko kumia. Mwanamke anapara, kasuku hafaa. Mwanamke mkosa adabu wa kiasi hicho. Mwanamke wa poroja nyingi wa kiasi hicho. Walai, Mwenyezi Mungu atuepushe na kama uko na mwanamke wako kiasi, muombe Mwenyezi Mungu akuongozee mke wako. Juu kwa sababu hiyo ni hatari na ni balaa. Mwanamke upashe kuwa hivi. Mwanaume angaliko naongea neno moja osha kuwa 100. Humeze hata mate. Wewe mtu, wewe jini. Na uko mbele ya nani? Na muona zungumza naye ni nani? Na Mungu anampa wewe ambaye unazungumza naye daraja gani? Kwa sababu wewe usimame uanze kuparapara mbele yake. Wewe unakuwa nani? Wewe iko autorite wako, iko responsable wako, iko kiongozi wako, na njoo mwenye anaweka razi yako. Kisha fika ni kwa mwanaume, huyo ndio anakuwa na razi yako, sio mama yako, sio babako. Ndio anaweka, anakanyaka. Akiikanyaka kama haikupe na hata ikupa. Ndio maana tunasemaka kwa tabu na raha. Tunapendana, tutaishi kwa tabu na raha. Sivyo? Punguza poroja nyingi, punguza maneno mingi mbele ya mwanaume ambaye haina maana. Punguza kujifanya umejua mbele ya mwanaume.
sio haki yako, sio nafasi zako. Ukitoka pale unaenda kudomo na nako hivyo hivyo. Mwanamke uko natukana tu mwanaume ovyo. Wewe hauna haki ya hiyo ndoa na hautapata amani kwa hiyo ndoa. Na mwanaume ukijoko na mwanamke wa hivyo unamuongoza akusikie, mpe talaka yake aende. Kwa sababu iko na kurudisha nyuma tu kumaisha. Mwanamke wa ile aina iko na kurudisha nyuma kumaisha. Na wewe utafikia kufanya mabaya kufuatana hata na tabia yake. Na Mungu anakuadhibu. Anakuadhibu kwa nini? Mpe mahali yake. Mpe talaka yake aende. Tafuta mwanamke mwingine umuoe. Na unaishi naye tu. Yeye anafanya kosa, haupende kumwacha, na wewe unafanya na wewe kosa. Mwenyezi Mungu anakuja kukuadhibu, na adhibiwa kwa nini? Dada yangu, punguza maneno kwa mwanaume. Maneno mabovu, maneno mabaya kwa mwanaume yapunguze. Ukosa adabu uyapunguze. Uyapunguze kwa sababu unakuwa unaharibu ndoa yako mwenyewe. Mume wako uko nakuta bi fulani. Wewe simba. Bi fulani asema wewe chui. Bi fulani na wewe tangu uliniita hawanyambia kitu, kuna niitia nini? Hiyo sio ndoa. Hiyo sio ndoa. Mnaishi tu kama bonus, mnaishi tu kama nyonge, sio ndoa. Hiyo sio ndoa. Wewe mwanamke usikuwe na hiyo mila. Mume wake akikuita, mke wangu na mume wangu, unaitika vizuri kwa sauti ya adabu, kwa sauti ya heshima, na ukimbilie kwenda kusikia kama mume wako kuna wanawake wengine leo mume wake anaweza akamuita, atajua afike kwenye mume wake atafanya nyingine dakika 15 na hayazinuka kusimama na hiyo fasi hii kwenda asikie kama mume wake amemwitia nini. Wewe umelaana, unalaana Mwenyezi Mungu wewe. Na hakuna siku ndoa yako itakuja kupata amani. Mume anakuita kwa sauti moja, usingoja kupikia ya pili. Ni radhi ya Mwenyezi Mungu ndio napata. Mwenyezi Mungu anasema mwanamke, mume wako ikikuita kwa sauti moja, itika tena kwa sauti nzuri, kwa haraka, na ukimbilie usikie kama mume wako amekuitia nini. Hiyo Mwenyezi Mungu anakupa radhi na anakurahisishia ndoa. Wanawake, leo amuko vipi? Unaitika kwa yeye uko nanitia nini? Tangu uliniita mbona uniambii? Asema Allahu Akbar. Hiyo sio mila ambayo inamfurahisha Mwenyezi Mungu na inafurahisha mtume wetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dada yangu, jifunze kuwa na tabia nzuri. Tabia yako nzuri wewe dada yangu kwa mwanaume ndiye itamfanya mwanaume na yeye hata kama alikuwa mbaya atakuja kubadilika, anakuwa naye na tabia nzuri. Na kama unaonesha mazuri yako kwa mwanaume na mwanaume hataki kubadilika, hiyo ndoa si yako. Omba talaka zako akupe, wewe utafute, umuombe Mwenyezi Mungu akujalie mwanamke mwenye ataenda na daraja yako na imani yako. Tumeelewana? Tuelewane hapa. Tuelewane hapa. Epukana na hicho kitu dada. Kwenda sikia mume wako anakuitia nini akwambie. Wanaume atatoka kwa kazi. Mwanamke hata muhangaikia. Atakuwa hata na kashaseku mkono hivyo na kitu kumkono. Mwanamke hata jua hata asimame apokee mume wake kitu kiana kuwa nacho. Paka mume yeye peke anaingia nacho mnyumba anaenda na kitula. Ameenda amekitia nyumbani. Huna radhi ya Allah, huna radhi ya mtume, we mwanamke, na huna radhi ya mume. Na mwisho wako ni kuharibu, uko unaharibu ndoa yako. Unatafuta amani ya ndoa, na amani uko nayo wewe mwenyewe. Nani unataka akupe amani? Na amani ya ndoa uko nayo mwenyewe. Unataka nani akupe amani yako? Wewe mwanamke. La kufuata, kuko wanawake wanajua tembea. Akitaka kutoka, kuna wanawake wenyewe wanajua kama wanalakaka, hamlakaki. Mnapandaka ndio taarifa.
Nini utofauti wa kulaka na kupana taarifa? Mume wangu mimi naenda kwa mama yangu aliniita. Unapana taarifa haulaki mume wako. Na pale unakuwa unakosea na unamshirikisha Mwenyezi Mungu. Na unaweza ukaadhibiwa kwa jambo hilo unaona kama ni ndogo, unaweza ukaadhibiwa hata kwa jambo. Mume wangu naenda kuona mwana mamangu. Umenipa taarifa kama umeenda kuona mama yako. Ila haukuniomba mimi ruhusa. Hiyo ni unanipa taarifa. Nilienda kuona mtu fulani, umenipa taarifa. Nilifanya kitu fulani, umenipa taarifa. Uniombe ruhusa. Nitaenda fasi fulani. Afadhali hiyo imekuwa mwanzo wa kuomba ruhusa. Lakini ruhusa ukitaka kufanya kitu ikala kwanza na mume wako. Umwambie mume wangu, unaweza ukanikubalia kesho niende nione mama? Ama unaweza ukanikubalia kesho niende kwa harusi ya rafiki yangu? Ama unaweza ukanikubalia kwa sababu wewe ndio kila kitu kwangu. Siweze nikifanya kitu bila wewe. Umsifu mtapetape, hata kama alikuwa kukataa ataitika kwa sababu shamtapata. Unaona wanaume nako wanataka sifa bwana. Kuna wanaume wenyewe nako wanavimba, wanataka ukawapa sifa. Amekuruhusu. Na leo kuna baadhi ya wanaume kwa ajili ya mwanamume kumpa sifa, anaweza kuruhusu na mke wake afanye kitu kibaya. Amejikosa hamu tu. Juu mwanamke alimpa sifa zake zote kwa sababu yeye ni wa masifa na anapenda sifa, anaruhusia mke wake. Na kuvibaya anamruhusia mke wake afanye kwa sababu mke wake alimtaka. Hata mke wako akutape kivipi mwanaume? Kama unaona hiki kitu hakiko kisheria, usimruhusie. Lakini kama unaona kinahusu, mruhusie. Kwa sababu amekuomba ruhusa. Na ukikosa kumruhusia, unamdhulumu haki yake. Mruhusie aende. Mkuwe naomba ruhusa wanawake ya kila kitu ambacho mnataka kufanya. Lakini msikuwe napasha wanaume mataarifa. Wale ni wanaume zenu. Wale ni wasimamizi wenu. Mkuwe mnaomba ruhusa ila msikuwe napana taarifa. Nishakuonesha nini taarifa na nimekuonesha nini ruhusa. Nimekuonesha kila kitu pa. Nini taarifa na nini ruhusa. Kuja uikale uombe ruhusa, nataka kufanya kitu fulani, utanikubalia? Nataka niende fasi fulani, utanikubalia? Nimekuomba ruhusa. Hapana umekwisha kufanya kisha ndio unakuja unanyambia. Ama ndio unakuja ile unanipa taarifa. Hiyo inaharibu ndoa na sio utaratibu. Mwenyezi Mungu hawezi akatia baraka kwa hiyo ndoa ambayo inaishi kwa hiyo. Lakini kama unakuwa naomba mume wako saa yote unamuomba ruhusa, Mwenyezi Mungu atabariki ndoa yenu. Tusikuwe natafuta kufanya dhambi kwa ajili ya kupenda ama kumkosea Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mtu mwingine. Dini ya Uislamu inatufunza kila kitu. Ukiona hapa kunashindwa umeenda hapa. Na ukiona hapa kumeshindikana umeenda hapa. Ndio Uislamu umetufunza. Hiyo ilikuwa mada yangu ya kwanza. Leo nilikuwa na mada mbili. Mada ya kwanza hiyo nimezungumza, na mada ya pili ambayo nitakuja hata kuzungumza malezi ya kulea familia na malezi ya kuishi nyumbani. Namna gani mtu unaweza ukalea familia yako mpaka ikuje ipate faida, na namna gani mtu unaweza ukalea amo familia yako mpaka ukose amo faida ndani ama ukose amo baraka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuko huko, itakuwa ni mada yetu ya pili. Tuko tunamalizia hapo. Nini mwanamke unaweza kutendea ni mwanaume? Mwanamke haupashe kuwa msatahabari. Satahabari, mwanamke unakuwa msatahabari, temwe fasi yote, haukosekane kuwa temwe. Maneno yote ya shari haukosekana sema ulisimama na wewe pale uliongea. Huyo sio mwanamke, ni pepo, ni ibilisi. Mpe talaka yake aende. Jambo lote la shari na bibi yake na fulani, mke wake wa fulani alikuwa, tumuulize. Huyo sio mwanamke, mkimbize. Huyo pepo. Anakuletea nuski nyumbani, amekuletea balaa nyumbani. Jambo lote la shari hawezi kukosa kuwa shahidi. Kula Mungu hakuwake shahidi hata siku moja damu. Lakini kula shari iko shahidi. Mke wako na fulani alikuwa, tumuulize mke wake na fulani. Shari anja kuongea na mke wake na fulani. Unayo mke wake na fulani. Si nyumba alimwambia hivi, bali kutana kwa nyumba ya nani ya mke wake na fulani. Wewe sio mwanamke. Wewe ni pepo, wewe ni ibilisi. Na ndoa yako unayaribu.
kwa sababu Mwenyezi Mungu hawezi akashusha hamu hiyo baraka ya ndoa kama unayo mila dada. Mwanamke sataba, nyunga zelele, mitaa yote wanakujua, mwanamke wa mtu, tulia nyumbani. Jambo lingine lenyewe linachunga ni ndoa yako, wanawake kujistiri. Wanawake ambaye wanakosa kujistiri, mnaharibu mandoa. Mjistiri wanawake wa ndoa, mjistiri. Utakuta mwanamke wa mtu mavazi yenyewe unaona iko navaa, anatoka nayo nje, anaenda nayo sokoni, unamuona tu hivi. Hata mwanamke wa sheikh, mwanamke wa padiri, mwanamke wa pastor, unasema a'udhu billahi minashaitani rajim. Huyu ni mtu wala ni shetani? Huyu ni mtu mwenye mke wake anapanda mazabao? Huyu ni mke wa shekhe ambaye anapanda mimbari? Au huyu ni mke wa padiri ambaye anasimama kanisani? Mavazi, Mwenyezi Mungu anasema tujistiri, tuvae mavazi mazuri ambaye haitatisha watu, ambaye haitasumbua watu. Wewe ni mwanamke wa mtu, mbele ya mume wako unaweza ukaikaa jinsi umetaka, unaweza ukapita jinsi unataka, hata kama uvae kitu huko tuna shupi, hata kama shupi hauna, ni haki yako mbele ya mume wako upite, kwa sababu wewe ni mapambo yake. Pita, jipitishe tu, napita huko napita huko, unajipitisha, unamtayarishia kitu fulani hapa, unamtayarishia ule mume wako kitu fulani. Jipitishe, unapita huko jipitishe, unapita na hauvaa. Watoto hawiko, mko nini wawili? Hapana, unatoka nje unavaa vibaya, unavalia wanani? Shetani atakuiba zamu, ataiba watu zamu, unaenda kufanya dhambi, na ukifanya hiyo dhambi, moto wa jahannam. Nani mwenyewe anautorizia hiyo dhambi ikuwe? Mume mwenyewe. Ulimuuzia asivae, au ulimwambia na kuuzia utavaa tu mbele yangu? Hiyo sio makosa. Uza manguo mbaya hiyo ya kutisha, ya kuonesha mapaja ya mwanamke, unamwambia ina kuuzia initmash pesho, nivalie mimi nikuone, nirizishe moyo wangu, yani wewe ni maziwa, yani nisafisha hapa nipasafisha. Muzi haikatazwi, lakini asivae nje ya harusi, hairuhusiwi. Akivaa nje inakuwa makosa, na anapuele makosa. Mwenye anaruhusiwa ile makosa ikuwe ni wewe mwanaume. Njoo ulimwacha mke wako apate ile opportunity. Mwanamke tujifunze kujistiri kama tunatoka nje. Mwanamke ana haki ya kujipamba mbele ya mume wake. Kiasi kenye mwanamke unaweza kujipamba mbele ya mwanaume, sio ndio kiasi kenye unaweza kujipamba wakati umeenda nje. Tuvae vizuri. Tumesema alhamdulillah kwa wale ambaye wanavisha hata wake wao manikabu, basi alhamdulillah. Wake wetu wa huko wanasema joto nyingi nitakufa na pumzi, siweze nikavaa nikabu nijifunge. Najifunga kwa nini? Ni alhamdulillah kwa wale mashehe, wale wacha Mungu, wale waislamu, wale ambaye wanawavisha wake wao hata manikabu. Yani mwili wa mke wake ni una samani mbele yake tu, mtu mwingine haweza kaona. Kivaa nguo anavaa nguo ambaye haitamshika mwilini. Lakini leo manguo ambaye na samani na tunauzia wake zetu ni ya kuwashika mwili. Masheikh, mapaste, si wake zenu wanavaa manguo mbaya hapa chafu? Ni uongo, amuwaone wake zenu anatoka na nguo shupi. Sisi wa Kongo tunasema sous-vêtement, imeonekana imejichapa ndani ya nguo. Mke wako, viungo vyako vya siri, mtu mwingine watu wanaviona, amekwenda sokoni, viungo vyako vya siri ambayo ulivitolea mahali yako, ulivitolea mali yako, taulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo malezi ambaye ulilea ayo mke wako. Tujifunze kujistiri wadada. Hiyo ni vipengele na vitu ambaye nimeongelea kwa siku za leo, ambaye nini naweza ikatengeneza ndoa, nini dawa ya ndoa, na nini kitu ambacho kinaweza kuharibu ndoa.
mpendane, msifiane, mkuwe na mila nzuri, mkuwe na tabia nzuri. Mkisha kaza, mkisha kuwa wazuri na familia yenu, Mwenyezi Mungu alhamdulillah ataiweka na kuwa ya kheri, tuna salama. Mtakuja kufa na munaacha watoto wazuri ambaye wataiga mila ya baba na mama. Kama mila ya baba na mama ilikuwa mbaya, watoto nao watakomala kwa hiyo mila. Unafikiria munaharibishana nini wazazi? Kumbi sio hivyo. Munaharibisha na watoto kwa sababu wataenda kumila yenu nini wazazi? Kumila yenu nini wazazi? Basi ndugu zangu, naona wakati ambaye walinipatishia kwa siku za leo imekwisha, na nawaza ambaye nimefikisha Mwenyezi Mungu amesikia na watu wote wanasikiliza. Ambaye watakayefanyia kazi wataona matokeo na watapata malipo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wale ambaye hawatayafanyia kazi, basi itakuwa ni hiyo hali wataiona, ndoa zao itakuwa fujo kelele hata kila siku, na hawataelewana, na mwisho Mwenyezi Mungu anawatayarishia moto wake wa jana. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kunipa nguvu na kunipa nipumzi. Mimi nite Hassan Bindachi, tasema niko Sheikh Mswahili ni kwa sababu nimeanza mwanzo mpaka mwisho. Labda watu wanasikia na ubiri, watu wanasikia na pana shauri, watu wanasikia na pana modarsa. Maana hamna amo Kiarabu, huyu naye atani Sheikh. Mimi sio Sheikh. Mimi ni shauri tu, kazi yangu nakuja na pana shauri. Haya, wenyewe wanaona hii shauri yangu itafanyia kazi ama ni kawaida, na ndio na mashekhe na wengine wanaona hii ndio utaratibu na ndio kisi ni dini inasema. Basi Mwenyezi Mungu alitie nguvu na alifanyie kazi. Tunamalizia kwa darasa yetu ya leo. Nimesema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na kwa wale wote ambaye wananifuata ambaye sio Waislamu, amani ya Mwenyezi Mungu iwafikie popote mulipo.